Uh, Leo natamani tuongelee kwa habari ya umri. Kwa umri ni kitu ambacho ni cha muhimu sana katika maisha ya mwanadamu. Unaposhindwa kuheshimu umri, ni dhahiri kuwa huwezi ukaheshimu wakati wako. Kuna watu wamekuwa wakiona kuwa nyakati walizokuwa nazo ama umri waliokuwa nao kuwa bado wana muda wa kufanya mambo mengine. Sasa kiukweli hii ni changamoto. Unaposhindwa kuheshimu umri wako, basi huwezi kupiga hatua katika jambo lolote lile. Na kumbuka Profesa Lumumba aliwahi kusema katika moja ya speech zake kuwa mtu mzima ama katika umri mkubwa utakuwa na mtu atajaliwa kuwa na hekima, atajaliwa kuwa na experience, lakini kama hajajifunza hivyo vitu tangu akiwa kijana mdogo, bado atakuwa sawa na mpumbavu. Mwisho wa kunukuu. Hayo ni maneno aliyasema Profesa Lumumba. Sasa hekima na experience hazijengwi baada ya kuwa mtu mzima, zinajengwa katika umri wa ujana. Katika umri wa ujana uliokuwa nao, ni lazima ujitengenezee full experience. Lazima uwe mwenye maamuzi ya hekima na busara. Hii itakusaidia sana katika harakati zako za kimaisha, na itakusaidia sana katika ujenzi wa maono yako. Unapokosa hivyo vitu, elewa kuwa huwezi kuvipata utakapokuwa mzee. Umri uliokuwa nao ni kitu cha msingi sana. Unaweza ukajiona katika umri wa ujana uliokuwa nao ukaanza kujidharau, ukaanza kujiona kuwa bado una safari ndefu, kwa hiyo vitu vingine havikuhusu. Hapana. Na kumbuka pia moja ya speech aliwahi kuisema, sasa hivi ni mkuu wa mkoa wa Iringa, Harry James, aliwahi kusema mtu asikudharau katika ujana wako. Kijana makini hatishwi. Kijana makini hababaishwi. Kijana makini anatengeneza fursa kwa vijana wengine. Hayo ni maneno aliyasema Mheshimiwa Harry James, sasa hivi ni mkuu wa mkoa wa Iringa. Katika hiyo speech yake alisema katika umri uliokuwa nao mtu asikutishie cheo, mtu asikutishie mali. Kwa umri ulionao kipambano unaweza kuvipata. Kwa umri uliokuwa nao kipambano unaweza kuwa na cheo. Kwa hiyo umri una thamani sana katika maisha ya mwanadamu. Sasa inawezekana wewe ni kijana, alafu ukaona umri uliokuwa nao kuwa bado, ukaona kuwa hupaswi kujifunza vitu vingine, hupaswi kufanya vitu vingine, ukaona kuwa vitu hivi ni kwa ajili ya watu fulani fulani, havikuhusu wewe. Hiyo ni changamoto. Lazima ujifunze katika umri wa ujana uliokuwa nao. Lazima ujifunze kujitengenezea misingi ya experience. Lazima ujifunze kujitengenezea misingi ya hekima. Lazima ujifunze kujitengenezea misingi ya kufanya maamuzi yenye busara na utulivu. Maamuzi hayafanywi na watu wazima tu, hayafanywi na wazee. Kwa maana hiyo, kijana mwenye hekima, kijana mwenye busara anaweza kufanya maamuzi mazuri. Kitabu cha Biblia kinasema mtu awaye yote asiudharau ujana wako, bali uwe kielelezo. Sasa huwezi kuwa kielelezo kama hutaki kujifunza. Huwezi kuwa kielelezo kama hutaki kuendelea kuwa na experience. Experience inatengenezwa katika mambo mengi. Experience inatengenezwa kwa kujifunza. Experience inatengenezwa kwa kupitia physical situation hizo. Sasa inawezekana usikumbane na situation kwa maana physical, lakini ukawa na experience kwa kusoma na kwa kujifunza pia, na kuona watu wengine wanafanyaje na wewe unataka ufanye vipi. Hiyo itakusaidia sana. Kwa hiyo pointi ya msingi ambayo natamani kushauri
katika swala la umri ni kufanya mambo kwa wakati, kufanya mambo kwa nidhamu. Nidhamu ni kitu cha msingi sana katika maamuzi ya umri. Jitahidi sana katika nyakati zako, jitahidi sana katika umri uliokuwa nao, unauheshimu, unaufanya umri wako kuwa wa thamani, wakati wako kuwa wa dhahabu katika nyakati zote. Hii itakusaidia sana katika kuendelea kupiga hatua katika yale unayoyaamini. Asante.